Karibu tena msikilizaji wangu kwenye simulizi yenye mafunzo makubwa, maumivu, machozi na majuto. Simulizi hii inaitwa Umalaya Umeniponza. Simulizi hii imeandikwa na DJ Manumbu. Na mimi ni Binti Zuri. Hii ni sehemu ya 7. Tega masikio yako, simulizi inaendelea kunoga na kusonga mbele. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe chaneli hii ya DJ Manumbu ili uwe wa kwanza kupata simulizi nyingine zenye kusisimua na kuelimisha. Baada ya kuongea na mama yake kwa simu, Mwajuma hakupata usingizi usiku mzima. Alikaa pembeni mwa kitanda chake akitazama ukuta huku machozi yakimtoka taratibu. Kwa miaka mingi alikuwa akiikimbia familia yake. Lakini sasa moyo wake ulikuwa unatamani kurudi nyumbani. Tatizo lilikuwa moja. Aliogopa. Alihofia watu wangemcheka. Alihofia ndugu zake wangemkataa. Na zaidi ya yote, alihofia kuwa wazazi wake wangekuwa wamechoka kusikia jina lake. Aliuza baadhi ya vitu vyake vilivyobaki. Aliuza nguo za gharama, viatu na simu aliyokuwa akiitumia zamani kujionyesha kwenye mitandao. Hakuvihitaji tena. Maisha yalikuwa yamembadilisha kabisa. Baada ya kupata fedha kidogo za nauli, akaanza kujiandaa kuondoka Dar es Salaam. Alipotoka nje ya apartment yake kwa mara ya mwisho, alisimama kwa dakika kadhaa akiitazama. Hapo ndipo alipokuwa akichekea, akifanyia starehe, umizia watu na kupotezea maisha yake. Akapumua kwa uchungu na kujisemea, kumbe mwisho wa maisha haya ni kilio. Safari ya basi kuelekea Mtwara ilikuwa nzito sana kwake. Alikaa dirishani akiwa kimya muda wote. Hakuwa tena na makeup nzito, hakuwa tena na mavazi ya gharama. Alivaa dera la kawaida na ushungi mweusi kichwani. Watu waliokuwa ndani ya basi hawakujua kuwa yule mwanamke aliyekaa kimya alikuwa zamani akijiita Mwajei jijini Dar es Salaam. Njiani alianza kukumbuka siku aliyotoroka nyumbani. Alivyokuwa na ndoto kubwa. Alivyodhani pesa ndiyo furaha. Na jinsi maisha yalivyomgeuka. Machozi yakaanza kumtoka tena. Basi lilipofika Mtwara jioni, moyo wake ulianza kudunda kwa nguvu. Miaka mingi ilikuwa imepita tangu aondoke. Mji ulikuwa umebadilika kidogo, lakini harufu ya nyumbani ilikuwa ile ile. Alichukua begi lake dogo na kuanza kutembea kuelekea kijijini kwao. Kadri alivyokuwa anakaribia nyumbani, ndivyo hofu ilivyozidi. Aliposimama mbele ya nyumba yao ya udongo, miguu yake ilitetemeka. Mlango ulikuwa wazi kidogo. Akasikia sauti ya mama yake akikohoa ndani. Mwajuma akashindwa kujizuia. Mama. Ndani kukawa kimya. Mama yake akatoka polepole nje. Walipotazamana, mama yake alipigwa na butwaa. Mwajuma. Mwajuma akaanguka magotini na kuanza kulia kwa nguvu. Nisamehe mama. Nisamehe. Mama yake naye akaanza kulia. Akainama na kumkumbatia mwanaye kwa uchungu mkubwa. Mwanangu, umerudi. Kwa muda mrefu walilia wote bila kusema chochote. Baadaye usiku ule, baba yake alirudi nyumbani kutoka baharini. Alipoambiwa kuwa Mwajuma amerudi, alisimama kimya kwa muda mrefu. Kisha akaingia ndani. Mwajuma alipomwona, machozi yakaanza tena. Baba. Baba yake alimwangalia kwa macho yenye huzuni. Aliona jinsi binti yake alivyokuwa amedhoofika. Hakuwa tena na ule mng'ao wa zamani. Hakuwa tena na furaha usoni mwake. Kwa sauti ya chini akasema, karibu nyumbani mwanangu. Maneno hayo yakamvunja kabisa Mwajuma. Alijua hakustahili kusamehewa kirahisi. Lakini wazazi wake walimkaribisha kwa upendo ule ule wa zamani. Siku zilizofuata, Mwajuma alianza kuishi maisha ya utulivu nyumbani. Mama yake alimpeleka hospitali kwa ajili ya kuanza matibabu.
Taratibu afya yake ikaanza kuimarika kidogo. Lakini ndani ya moyo wake, maumivu hayakuisha. Kila alipokutana na wasichana wadogo kijijini, aliona kama anawaona kama yeye alivyokuwa zamani. Siku moja kundi la wasichana wa shule lilipita karibu na nyumba yao wakicheka. Mwajuma aliwatazama kwa huzuni, akamwambia mama yake, "Mama, natamani ningepata nafasi ya kurudi nyuma." Mama yake akamshika mkono. "Kilichopita kimepita mwanangu. Muhimu umebaki hai." Lakini Mwajuma alijua, baadhi ya makosa yanaacha kovu lisilofutika maisha yote. Itaendelea sehemu ya 8. Siri inafichuka kijijini. Kama umeipenda simulizi hii, usisahau kulike, kushare na kusubscribe hii chaneli ya DJ Manumbu, ili usikose sehemu zinazofuata za simulizi hii kali na yenye mafunzo makubwa. Mimi ni Binti Zuri, tukutane sehemu ya 8. Asante sana.